katika jina la Yesu Kristo mwanao, kiomba na kuamini. Amen. Amen. Kama nilivyosema mwanzo kwamba somo ambalo tutatembea nalo katika kipindi hiki ni somo ambalo linahusu sadaka. Naomba tusome kitabu cha Mwanzo sura ya 14 mstari wa 17. Kitabu cha Mwanzo sura ya 14 mstari wa 17 hadi ule wa 24. Mahali hapa maandiko yametunzwa hivi: Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kodoli Laoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme, na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abrahamu, nipe mimi hao watu, na hizo mali uchukue wewe. Abrahamu akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi, ya kuwa sitatoa uzi wala damu ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abrahamu. Mstari wa 24. Isipokuwa hivyo walivyokula vijana na sehemu za watu waliokwenda nami, yaani Aneli na Eshkoli na Mamre, na watwae wao sehemu zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo ndo somo ambalo tutaanza nalo, ambalo linazungumza namna ya kumtolea Mungu. Kumtolea Mungu kumebeba vitu vingi sana. Kumtolea Mungu au sadaka imebeba vitu vingi sana. Na wote waliofanikiwa au wote walioendelea, nitakutambue kwamba kuna sehemu wanatoa sadaka. Na sadaka zinatolewa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ambapo sadaka zinatolewa ni katika madhabahu ya Mungu, lakini pia sadaka hutolewa katika madhabahu ya Shetani. Tufahamu kwamba watu wa ulimwengu wa giza nao huwa wana utaratibu wa kutoa sadaka. Lakini na sisi ambao tupo katika madhabahu ya nuru au ulimwengu wa nuru, tuna utaratibu wa kutoa sadaka. Kwa hiyo katika maisha ambayo tunayoyaishi, maisha yetu yanaongozwa 100% na sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Hasa kuna sadaka zingine na zingine na zingine. Kuna sadaka zingine mtu anatoa, anampatia mtu, anampatia mtu, anampatia mtu. Kuna sadaka nyingine mtu anaileta hapa madhabahuni. Kwa hiyo sadaka zimegawanyika katika makundi mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Vivyo hivyo hata watu ambao wanaumiliki ulimwengu wa giza, nao sadaka wanatoa, yawezekana kama sisi tunavyotoa kwa Mungu wao. Sasa sisi kwa Mungu wetu sadaka ambazo tunazitoa, tunaamini kwamba Mungu wetu ndiyo mtawala. Maana kusoma katika maandiko anasema hivi, dunia na vyote vilivyomo ni mali ya kwake. Manake sisi tumepewa nafasi ya kumiliki kila kilichopo katika ulimwengu huu. Tumepewa nafasi ya kumiliki kila kilichopo katika ulimwengu huu. Na katika kitabu cha Mwanzo kinazungumza kwamba mwanadamu wa kwanza kabisa alipewa mamlaka ya kuizunguka ile bustani ya Eden, huku akipewa mamlaka ya kukipa jina kila kitu kilichokuwepo katika bustani ya Eden. Iwe ni mimea, wawe ni wanyama, iwe ni kitu chochote ambacho kilikuwepo pale. Manake mwanadamu alipewa umiliki wa kwanza kabisa. Manake sasa umiliki ule ambao alipewa mwanadamu wa kwanza kabisa, baadaye ulikuja uliondoka. Kwa nini huu umiliki uliondoka ambao mwanadamu alipewa wa kwanza kabisa? Ndio tafsiri ya kongamano hili ambalo linaendelea hapa, kwamba mwanadamu wa kwanza alipopewa ule umiliki, ilifika hatua aliharibu mazingira yake, aliharibu uhusiano wake, aliharibu ukaribu wake na Mungu. Baadaye uhusiano ulipoharibika,
ile miliki ambayo yule mwanadamu alikuwa amepewa kwa mara ya kwanza iliondoka mikononi mwake. Maanake ile miliki ilirudi mikononi mwa Mungu tena. Ndio maana katika maandiko anasema hivi, kuanzia sasa mwanadamu, na alitofautisha adhabu pale. Akasema hivi, adhabu zilitolewa kwa watu kwa watu watatu. Adhabu ya kwanza ilitolewa kwa mwanaume. Adhabu ya pili ikatolewa kwa mwanamke. Adhabu ya tatu ikatolewa kwa Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Manake Mungu anapolaani na Mungu anapotoa adhabu, alitoa adhabu akizingatia watu wangapi? Watu watatu. Mwanadamu wa kwanza, huyu ambaye alikuwa ni Adamu, ambaye Mungu ndiye aliyefanya naye agano kwa mara ya kwanza kabisa. Anamwambia hivi, Adamu, kwa kuwa umeniasi, kuanzia sasa utakula kwa jasho. Kwa hiyo tunaona kabisa Adamu kutoka hapo alianza kula kwa jasho. Kwa hiyo hata wanaume sisi tuliopo, ndio maana tumkuta mwingine anabeba broko, mwingine anachimba visima, mwingine anafanya hiki mpaka atoe jasho, ndipo atakapopata ujira, atapata kula. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mwanadamu alifikia katika hatua hiyo? Alifikia katika hatua hiyo kwa sababu uhusiano wake na umiliki aliokuwa amepewa mara ya kwanza ukawa umeondoka, ukarudi kwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ili ale, ili apate, ili avae, lazima jasho limtoke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Adhabu ya pili anamwambia mwanamke, kuanzia sasa utazaa kwa uchungu. Ndio maana mwanamke hawezi akazaa hajapata uchungu. Maanake uchungu ambao wanawake wanaupata ni adhabu ambayo Mungu alikuwa ameiachilia baada ya mwanadamu wa kwanza kabisa kuasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Adhabu ya tatu inaonekana pale kwa nyoka. Anasema kwamba wewe nyoka utatembelea tumbo kuanzia sasa na hata milele. Utatembelea tumbo kuanzia sasa na hata milele. Lakini pia anaongeza kusema kwamba wewe utamgonga mwanadamu kisigino, naye atakugonga kichwa. Ndio maana ukimwona nyoka ana tabia kugonga kisigino kwa nyuma. Alafu na mwanadamu anapotaka kumuua nyoka lazima mgonge kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Maanake kila tunachokifanya sasa tunafanya kwa kile ambacho Mungu alikiachilia katikati yetu. Alikiachilia baada ya uhusiano wetu na yeye kuharibika. Maanake mwanadamu wa kwanza asingeharibu uhusiano wake na Mungu, yawezekana haya maisha ambayo tunayaishi tusingekuwa tunayaishi. Na kibaya zaidi, mwanadamu wa kwanza au Adamu hakutambua kosa alilolifanya. Mungu anapokuja katika ile bustani anaanza kuita Adamu, Adamu uko wapi? Adamu alipoitika kwamba Mungu nipo huku nimejificha, anamuuliza Adamu, unajificha kuna shida gani? Umevunja agano tulikuwa tumeliweka. Adamu badala ya kuomba msamaha anasema ni yule mwanamke ambaye ulikuwa umenipa. Maanake Adamu roho ya kuomba msamaha haikuwa katikati yake na haikuwepo ndani yake. Inawezekana pengine angeomba msamaha kwamba Mungu naomba unirehemu, nimekutenda dhambi. Yawezekana Mungu angeendelea kuachilia neema ambayo alikuwa nayo katika bustani ya Eden. Au inawezekana huyu mwanadamu asingeondolewa pale katika bustani ya Eden. Maanake sasa ule umiliki ambao Adamu alikuwa amepewa kipindi cha kwanza uliondoka baada ya agano kuvunjika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa toka hapo tumekuwa na mambo mengi sana ya kurudisha uhusiano wetu na Mungu. Tumekuwa na michakato mingi sana ya kurudisha umiliki wetu. Maanake kama magari yalikuwa ni sehemu yetu, kama ni nyumba zilikuwa sehemu yetu, kama mashamba yali makubwa na mazuri yalikuwa sehemu yetu, maanake yaliondoka baada ya uasi kutokea katika bustani ya Eden. Kwa hiyo yote tunayoyafanya hapa, tunatamani vitu tulivyokuwa tunavimiliki ambavyo vilikuwa vya kwetu vikaondoka, vinamilikiwa na watu ambao sio vya kwao. Maanake tunatamani virudi katika mikono yetu. Tunatamani aliye mwana wa Mungu baraka ziwe ndani yake. Tunatamani aliye mwana wa Mungu magari yatajwe kwake. Tunatamani aliye mwana wa Mungu, tunatamani nyumba nzuri itajwe kwake. Tunatamani aliye mwana wa Mungu, tunatamani muonekano mzuri utajwe kwake. Maana yake maisha ya shida, maisha ya laana hatutamani atajwe katika mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ndio tafsiri ya kukusanyika mahali hapa. Ndio tafsiri ya sisi kuwepo hapa, kwamba yale yote tuliyonyang'anywa, yale yote tuliyoibiwa, yale yote yaliyotolewa katika mikono yetu tuweze kuyarudisha. Amen. 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 Amen.
Sasa pamoja na hayo yote, tutaomba sana, tutalia sana. Kuna jambo moja ambalo Mungu akana nisemesha kwamba tutaomba sana, lakini hebu wakumbushe na wenzako wawe na roho ya kutoa sadaka. Maana kila unachokiomba lazima ukitolee sadaka. Ndio maana baba hapa akasema sadaka tunayoitoa sasa ni sadaka ya maombi ambayo tumeomba leo. Amina. Maana sadaka ulioitoa umesema Mungu nashukuru, au Mungu nakuja na hiki nilicho nacho. Naomba mwaka 2025 mwanasiasa yoyote atakayeenda kwa waganga wa kienyeji ili achukue nafasi, kwa hii shilingi 5,000, kwa hii shilingi 2,000, kwa hii shilingi 1,000, Mungu nafunga milango yote. Amina. Ndio tafsiri ya sadaka. Amen. Ndio maana nasema kwamba sadaka unapotoa unahitaji kuwa makini sana. Kwa sababu kuna watu wanatoa sadaka kwa mazoea, Unakuta mtu anakuja madhabahuni anatoa sadaka, lakini maisha yake ya shida yako pale pale. Maisha yake magumu yako pale pale. Tabu ziko pale pale. Changamoto za maisha ziko pale pale. Lakini kila Jumapili anatoa sadaka. Maana yake sadaka unayoitoa, unatoa ili Mungu akufanyie nini? Lazima kila mtu yeyote anayekuja kanisani au unapoingia katika mlango ule pale, uwe na sababu na uwe na kigezo cha kuingia. Amina. Usiingia kanisani kwa sababu ni jengo na mchungaji ametangaza ibada. No. Ingia kanisani kwa sababu una kitu maalum ambacho unataka kuzungumza na Mungu wako. Maana unapokuja kanisani, beba kile kitu ambacho unaona kabisa kwa mawazo yako kimeshashindikana. Kile kitu ambacho unaona kabisa kwa akili yako haukiwezi. Kile kitu ambacho unaona katika fahamu yako ya kawaida hauwezi kukimudu, hauwezi kukistahimili. Maana hicho ndicho kibebe chonacho katika madhabahu. Maana unapokileta madhabahuni, unakitolea sadaka, unakinenea maneno, Mungu anashuka kupitia sadaka ambayo umeitoa. Maana kitu chochote unachokifanya, awe ni mume anakusumbua, awe ni mke anakusumbua, iwe ni biashara haiendi, iwe ni mashamba yanaharibika, hauvuni vizuri, wewe ni watoto shuleni hawafaulu, wewe ni wewe mwenyewe upo shuleni unaona kabisa masomo hayapandi, maana unapokuja kanisani uwe na jambo la kusema na Mungu wako, uwe na kitu cha kumwambia Mungu kwamba Mungu, ibada ya leo natamani nikakutane na wewe. Nikakutane na wewe katika kitu gani? Naomba nikakutane na wewe katika biashara yako, katika biashara yangu. Naomba nikakutane na wewe katika mashamba yangu. Naomba nikakutane na wewe katika huduma ulionipa. Naomba nikakutane na wewe katika kipawa hiki ambacho umeachilia ndani yangu. Maana unapoingia katika ibada, hakikisha unakuwa na sababu, hakikisha unakuwa na lengo, hakikisha unakuwa na dhamira. Amina. Amen. Hakuna ibada yoyote ambayo inaweza kukuletea mafanikio kama hujaweka dhamira. Hakuna ibada yoyote utakayofanikiwa kama hujaweka shabaha. Ndio maana wale wanaokuja kwa shabaha ibadani ndio wanaokutana na Mungu. Ukija kanisani bila shabaha, yaani wewe umekuja ibadani leo, umelenga kitu gani katika maisha yako? Unataka Mungu akufanyie kitu gani katika maisha yako? Maana sadaka ni kitu ambacho mtu anakitoa kwa ajili ya kuomba kupata kitu fulani. Yaani kwa mfano, mimi nataka nikaombe 5,000 kwa baba. Automatically lazima nibebe shilingi 1,000. Baba nina 1,000 hii hapa. Shida yangu ni 5,000. Ndio maana kuna mtu mwingine anasema, "Aisee na shida ya shilingi 10,000 ila mimi nina 2,000 mkononi." Amina. Amen. 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 Sadaka ni kitu chochote kile ambacho mtu anakitoa ili asaidiwe, ili afanyiwe jambo fulani. Amina. Wangapi wamesikia neno rushwa? Amina. Rushwa. Rushwa. Wote tumesikia, sio? Amina. Wote tumesikia. Amina. Manake unafikiri kwa nini mtu anaamua kutoa rushwa? Eti, kwa nini mtu anatoa rushwa? Kuna kitu anakuwa anahitaji kwa wakati huo na anahitaji kusikilizwa. Sasa katika rushwa kuna vitu hivyo viwili. Yaani rushwa imegawanyika katika makundi mawili. Kuna rushwa ya amani, lakini pia kuna rushwa ya kupindishwa haki. Kwa lazima ucheze hapo katikati.
Yaani kwa mfano, umefika hapa, unataka kutibiwa, ni hospitali kwa mfano, unakuta wenzako wamepanga foleni hapa kwenye mstari. Sasa wewe unafika, unataka umpatie daktari kitu ili akupe nafasi ya kwanza. Hiyo sio sadaka. Maanake unataka haki ipindishwe. Amen. 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 Ukitaka kuja kuomba kitu kwangu, unataka nikusaidie jambo fulani. Maanake unapokuja umeshika kitu fulani kwenye mkono wako, hiyo naongea ni tafsiri ya kawaida ya kibinadamu. Unapotoka umeshika kitu mkononi, unaenda kwenda kuomba msaada kwa mtu, maanake unampa nafasi ya yeye kukusikiliza kwa maanani. Nimeondoka kule nje kwenye rushwa. Unapotaka kupata msaada wa jambo fulani, unapotoka umebeba kitu fulani, unaenda kuomba msaada wa jambo fulani kwa mtu, maanake unamtengenezea mazingira ya kukusikiliza kwa maanani. Maanake anapoona kile kitu ulichobeba, jambo la kwanza kinachoingia kichwani mwake ni kwamba huyu mtu kabla hajafika hapa kwangu alipata muda wa kutafakari, alipata muda wa kufikiria, aliweka watu wengi katikati hapa, akaona kwangu ni sehemu sahihi ya kuja kupata msaada. Maanake kile unachokibeba kinampa nafasi ya kukufikiria mara mbili. Vivyo hivyo hata kwa Mungu. Unapotoa sadaka kanisani, unamtengeneza mazingira ya Mungu kwanza kufikiria. Maana Mungu anachoamini kwamba ulikuwa na pesa mkononi shilingi 10,000. Kabla hujaja nayo kanisani ulikuwa unaiangalia mkononi. Hii 10,000 nikasuke nywele, hii 10,000 nikanunue chips yai, hii 10,000 nikafanyaje? Anaona kabisa ukaazimia ndani ya moyo wako kwamba hii 10,000 ngoja nikaombe jambo fulani kwa Mungu. Unaibeba shilingi 10,000, unaenda madhabahuni, unaomba jambo fulani. Na mimi nasema kwamba hakuna maombi yoyote yale ambayo yanaweza yakajibiwa kwa uharaka bila sadaka. Amina. Ndio maana hakuna ibada yoyote ambayo inaweza kaendelea isiwe na sadaka. Amina. Ukiona kanisa limeanza kuabudu halina sadaka, ujue linaelekea kwenye anguko. Manake linaelekea kwenye mazingira ya kumfukuza Mungu kabisa mahali hapo. Ukiangalia tunavyovitoa kwenye sadaka, havilingani na thamani ambayo Mungu ametupa. Yes. Ukiangalia tunavyovitoa hapa madhabahuni, havilingani na kile kitu ambacho Mungu ametubarikia katika maisha yetu. Amina. Hebu fikiria, mtu amekupa shilingi 10,000, alafu anakuomba shilingi 1,000. Yaani katika 10,000 yako, Mungu anasema ya kwake ni 1,000. Wewe unabaki na 9,000. Anayebaki na nyingi ni nani? Aliyekupa ni nani? Manake kuna sehemu tunateleza. Amina. Haijalishi unaomba uko wapi, hata ukiwa nyumbani. Wakati mwingine inaweza ikawa sio wakati wa ibada. Kanisa limefungwa, unaweza kaenda hata kwa mchungaji wako, baba, nina shida 1, 2, 3, 10. Naomba nina sadaka hii, nisaidie kumwomba Mungu. Wakati mwingine umefanya biashara yako, umepata faida yako shilingi 10,000. Usione shida ukabeba shilingi 1,000. Baba, namshukuru Mungu katika biashara yangu ya leo, nimeuza nimepata shilingi 10,000. 1,000 hii. Mwingine anasema kwamba sasa nikimpa baba ndio Mungu. Unajua watu tunachokiamini katika maisha yetu, yaani tunachoamini baba kwamba mimi nikija kuleta sadaka kwako na kwa sijatoa ni kwa Mungu, na kwa nimetoa ni kwako eti. Watu ndicho wanachokiamini. Yaani kuna sadaka ambazo tunazileta katika madhabahu hapa. Tunaelewana eh? Manake madhabahu hii mnajua ni nani? Yaani madhabahu hii bila baba haijakamilika kuitwa madhabahu. Ndio maana anaweza akajenga mtu kitu kama hiki hapa, akasema naita inakuwa madhabahu, alafu akaondoka.
hawawezi wakajua kama ni madhabahu, hawawezi wakajua kama ni kanisa. Kama ni wavuta bangi watakuja hapa watavuta bangi, kama ni wazinzi watakuja hapa watafanya uzinzi. Kila mtu atakuja hapa atafanya mambo yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu hayana mtu ambaye amepewa umiliki wa madhabahu hii. Manake ili madhabahu ikamilike, lazima pawe na kuhani ambaye atatumika katika hiyo madhabahu. Lazima pawe na kuhani atakayeichunga hiyo madhabahu. Lazima pawe na kuhani ambaye atawaunganisha nyie na Mungu. Manake tafsiri nyingine, mchungaji ni kiunganishi chako wewe na Mungu kwa tafsiri nyingine. Japo watu wengine wanachukuliaga tu wachungaji kawaida. Ndio maana wakisema tunahitaji Tanzania ije ishiriki mkutano wa nchi za Afrika Mashariki. Hivi mnafikiri wa Tanzania wote tutaenda? Anaenda ni nani? Anaenda nani? Kiongozi ambaye ni nani? Rais wa kanisa hapa ni nani? Wakija watu wanataka kufanya kitu kwa kanisa hili hapa, unafikiri wataongea na nyie wote? Wanaongea na nani? Mchungaji asipoamua kuwashirikisha, wakija watu kutoa msaada hapa, unafikiri watakuja watagawa msaada wa kila mtu hapa? Lazima watatafuta kiongozi wa madhabahu hii ni nani. Wanaweza kumuita kwa mkuu wa wilaya, wanaweza kumuita kwa mkuu wa mkoa, wanaweza kaenda hata nyumbani kwake, wanaweza kaja hata siku ambayo sio ya ibada, ambapo nyie hampo, yuko baba peke yake. Wakatoa msaada wa kujenga jengo hili, baba asipowaambia basi. Amen. Kwa sadaka zimegawanyika katika makundi mbalimbali. Kuna sadaka ambayo utaileta madhabahuni hapa wakati wa ibada. Kuna sadaka ambayo utaileta hapa madhabahuni ambayo hutaki mtu yeyote ajue. Chunya nilikuwa nawafundisha kitu kimoja. Walikuwa kwenye ujenzi wa kanisa. Nikaa nawaambia kwamba kuna sadaka zingine unapozitoa haitaki mchungaji ajue, haitaki mtu yote ajue. Baba anaamka asubuhi anakuta pana mifuko 30 ya simenti hapa. Baba anaamka asubuhi anakuta pana mabati 30 yamekaa hapa. Akifika hapa baba anaanza kujihangaisha kutafuta haya mabati yametoka wapi. Tunampa naye kazi. Maana tusikubali kukaa kanisani kizembe, tusikubali kukaa kanisani bila kuwa na mawazo chanya katika utumishi wetu. Maana kila tunachokifanya lazima tutambue kwamba sadaka ndiyo inayotuunganisha. Na tafsiri nyingine inasema hivi, sadaka inatuunganisha na Mungu na kuwa na hisa katika hazina ya mbinguni. Ndiyo maana yule anayetoa anajua anamtolea nani. Sadaka inafanyika kuwa baraka katika kitu chochote kile. Manake unapotoa unajiwekea ni hazina mbinguni. Sadaka. Kwa hiyo kutoa sadaka ni kujiwekea hazina mbinguni. Kwa hiyo sasa wewe mwenyewe utaamua hazina yako uiwekaje. Hazina yako uiweke katika mfumo gani. Na itafika hatua tunapoenda mbinguni watakwambia kwamba sadaka ambazo ulikuwa unatoa ndio matumizi yako katika kipindi chote ambacho tutakaa hapa. Kwa hiyo mwenyewe utaangalia sadaka yako ulikuwa unatoa shilingi ngapi. Kwa hiyo kuna wengine watakuwa na mabilioni, kuna wengine watakuwa na 500, kuna wengine watakuwa na 0, wengine watakuwa wanaishi maisha ya raha, wengine wanaishi maisha ya shida, wengine wanafanya hiki, wengine wanafanya hiki, wengine zile sadaka zao wananunua nguo nzuri, wengine wananunua nguo za zamani au wanavaa zile yawezekana hawakwenda na nguo kabisa. Kwa hiyo sadaka yako unayoitoa, maandiko yanasema kwamba unajiwekea ni hazina